nilipokuwa kama sijui Bwana ulitembea na mimi, na sijawahi ona Bwana umenitenga. Umetembea na mimi ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uaminifu wako Bwana umekuwa wa ajabu juu ya maisha yangu. Wewe ndiwe Mungu badiliki, Rohi Baba yangu na kuabudu. Uaminifu wako una kipimo, nayo matendo yako badilika, lakini wewe huwezi badilika Mungu. Na kuabudu uaminifu wako una kipimo, nayo matendo yanayajua. Haleluya. Bwana wa majeshi, Mfalme wa mbingu na dunia, pokea sifa na utukufu kwa sababu ya wema wako na fadhili zako za milele. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Haja ya mioyo yetu ni wewe tu Mungu. Tunatamani Bwana kutembea na wewe mwaka huu. Tunatamani kuongozwa na wewe Mungu wetu. Tunatamani kushiriki na Roho wako Bwana mwaka huu, kwa jina la Yesu Kristo. Ombi letu ni ya kwamba utuondolee marafiki wote ambao hawana maana maishani mwetu, na utupe marafiki ambao watatusaidia na watatuwezesha kufika kiwango kingine kwa utukufu wa jina lako. Tunatamani kukuamini milele yote Bwana, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Haja ya mioyo yetu ni wewe Yesu. Tunachotamani ni wewe Mungu, sababu tukiwa na wewe tumepata vyote. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Tupigie Yesu makofi ya juu. Pigie Yesu makofi mazuri. Haleluya. Salimia jirani yako umwambie, tamani kutembea na Mungu mwaka huu. Tamani kuongozwa na Mungu mwaka huu. Na ukitembea na Bwana hutaaibika. Ukitembea na Bwana utasema kama vile Daudi alisema, ya kwamba nilikuwa mdogo na sasa mimi ni mzee, na sijawahi pata mtu ambaye ametembea na Mungu ameaibika. Haleluya. Haleluya. Amen. Tutamsifu Bwana, na ili tuweze kupata ushuhuda, na Bwana atatubariki. Praise the name of the Lord. Amen. Yeah. Tumejiandaa. Unajua wengine hatujaonana. Happy New Year. Pastor Kalaja. You're very much welcome. Karibu, karibu sana. Tupige makofi tuweze kumsifu Bwana. Bwana, oh wewe Yesu wangu.
vyote. Nikikupata nimepata vyote. Wewe Yesu wangu, wewe dhahabu yangu, wewe urembo wangu, nikikupata nimepata vyote. Nikikupata ninapata mume, nikikupata napata watoto. Wewe vyote vyangu, wewe mali yangu, wewe shangwe na vigelegele kwa Yesu.
mkono wako. Kwa nyumba yako tumeona mkono wako. Nimeona mkono nani dinagera gai wakwa. Dinagera gai wakwa. Dinagera gai wakwa. Nani dinagera gai wakwa. Dinagera gai wakwa. Dinagera gai wakwa. Nigo saga gai wakwa. Nigo saga gai wakwa. Nigo saga gai wakwa. Watuko makwa. Nigo baralia gai wakwa. Baralia gai wakwa. Baralia gai wakwa. Watuko makwa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nane dekenagia gai wakwa. 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 Matuko makwa. Dekenagia gai wakwa. Dekenagia gai wakwa. Dekenagia gai wakwa. Matuko makwa. Dekenagia baralia gai wakwa. Baralia gai wakwa. Baralia gai wakwa. Matuko makwa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Matuko makwa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pigia Bwana wetu Yesu makofi, ni kwa sababu ni mwema. Makofi, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu. Apani ukenaga hedero kuboswa nelewe upeide. Hedero kuboswa nelewe upeide. Apani ukenaga hedero kuboswa nelewe upeide. Hedero kuboswa nelewe upeide. Nigwanderera ugenda mubabo atemereka. Nigwanderera ugenda mubabo atemereka. Maletwa ne maige mouro walio anole akuneinde. 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 Nigwanderera ugenda mubabo atemereka. Nitwanderera tugenda mubabo atemereka. Tugwetaga twethe na wale matwide na nituiguaga. Na wale matwide na nituiguaga. Tugwetaga twethe na wale matwide na nituiguaga. Twethe na wale matwide na nituiguaga.
toire ndemwiraga mwirirayo thamaki wa igũrũ nĩkuhĩrĩirie tondũ ũremi wanyu thĩinĩ mũĩ mĩrango ya igũrũ nĩmĩ atĩ akora mũtumia gĩtaha maĩ mwathani akĩmũhoya maĩ ma kũnyua mũtumia akĩmwĩra we Mũyahudi na niĩ Mũsamaria ũgũkiuga atĩ ndatũire ndĩmwĩraga ũthamaki wa igũrũ nĩkuhĩrĩirie tondũ ũremi wanyu thĩinĩ mũĩ mĩrango ya igũrũ nĩmĩ ndatũire ndĩmwĩraga ũthamaki wa igũrũ nĩkuhĩrĩirie thĩinĩ mũĩ mĩrango ya igũrũ nĩmĩ atĩ ndatũire ndĩmwĩraga ũthamaki wa igũrũ nĩkuhĩrĩirie tondũ ũremi wanyu mĩrango ya igũrũ nĩmĩ atĩ Ngai wa mana wa wendo ire kũgocwo mana wa wendo nĩwagĩrĩire kũgocwo Ngai wa wendo nĩwagĩrĩire kũgocwo Ngai wa mana 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 mũnene nĩwagĩrĩire kũgocwo Ngai wa mana wa wendo 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 nĩwagĩrĩire kũgocwo Ngai wa mana mũnene nĩwagĩrĩire kũgocwo Ngai wa mana wa wendo nĩwagĩrĩire kũgocwo Ngai wa mana wa wendo nĩwagĩrĩire kũgocwo Ngai wa mana wa wendo nĩwagĩrĩire kũgocwo. Amen. Tupigie Yesu makofi. Alafu uchukue kiketi chako ukae chini. Na Bwana wabariki. Tuna sehemu ambayo ni ya ushuhuda. Tuanze ushuhuda. Nimkaribishe Reverend Karanja. Tuliambiwa ati moro ni itora ria futa ndi mauthi iko na mimi nikaongeza mastitis. Ni veli. Tupigie mchungaji makofi anapotusalimu, atuambie kuna edaji na kukwaje. Na pastor uvugi siku hizi ama ni shati dogo na imetosha na izidi kutosha. Nilikuwa nadhania ulienda sasa uvugagi. Haleluya. Ni neema. Bwana asifiwe. Haleluya. I wish mkono wangu unaweza fikia kila mmoja wenu mahali yako. Lakini kwa sababu ya limitation ya ubaji, nyosha mkono wako kwa jirani, mwambie hiyo ni yangu. Yaani ni yangu, wewe si yako Amen. Hey, what a wonderful thing to see all of you at the new year. Oh, hallelujah. I think it's one of the best things to have happened kuwaona tena. Amen. I'm born again. Yesu ni Bwana. Naendelea vizuri. Amen. Wamesema mambo mengi kuhusu Meoro mpaka wanaitia majina. Hallelujah. But as long as Yesu ambaye tunabeba na ambaye tunawakilisha na ambaye sisi ni ambassador wake, na as long as the grace of the man of God, hallelujah, is there, everything about tomorrow has changed in Jesus' name. And everything about you must also change in Jesus' name. Amen. Ni kuzuri, tunaendelea vizuri. Now it's 1 month now. Yeah, ni mwezi moja. Na tayari mazao ya kazi ya Mungu imeanza kuonekana. Mungu ameanza kutembea.
Amen. Watu wanapona, watu wanakombolewa, watu wanakuwa delivered. Huo mwezi moja nimeona mtu ako na mguu iko kombo ikinyooka. Yani things are working. All for the glory of God in Jesus name. Amen. Unajua kuambia mchungaji atoe ushuhuda, sijui ushuhuda ninaanzia wapi. Lakini acha niseme ya kwamba kuna kitu kimefanyika and God has confirmed ya kwamba tukomoro wakati wake na season yake. Hallelujah. I think I've never shared with anybody tangu nitoke hapa what happened ile siku nilitoka hapa. Bwana asifiwe sana. Kuna ile siku sasa ilikuwa if you can remember, I thank God for the wisdom of the man of God. Kuna kitu alisema hapa na akasema ya kwamba tangu alipoenda pale wakati wa crusade, immediately Bwana akamnenea na akamwambia nitume pale. Na kwa hakika ungeniuliza kama naenda Moro, he was right. Akisema kama ageniambia direct singeenda. Kwa hivyo akatumia wisdom. Akapick my wife, by the way amenipa salamu zake, na akampatia Ann. Na akaambiwa kwamba watengeneze team ambayo itakuwa inafanya follow up. Mlienda like how many? Like 3 weeks or so. Amen. Sasa ndio baadaye aliposema warudi for the third time, akaambia mke wangu na msiache huyu mzee. Hallelujah. Sasa baadaye akaniambia kwamba alikuwa anaona kana kwamba akiniambia sitakuwa nasikia kusikia, maana I was still feeling like kile nilikuwa nimekuja kufanya hapa nilikuwa na feel kama akijaisha. Bwana asifiwe sana. Sasa now for sasa ile sasa wakati tulienda tufanye ile the normal follow up, tukafanya follow up on Wednesday, sasa tukafanya fellowship. Now the following Thursday ilikuwa sasa tufanye fellowship alafu tena nirudi hapa. But one thing, when I prayed in the morning, nikaambia Mungu ya kwamba I want to confirm ya kwamba wewe umenituma Moro, na ile ishara nataka unipatie ni ya kwamba today nitapata hall na today nitapata nyumba ya makazi. Hallelujah. And you know, wakati nilitembea tu hivi sikuenda 20 minutes, Mungu akanielekeza katika ile hall. Hata mwenye alinipeleka akaniambia hiyo miaka yote sijajua kama hapa kuko na hall. Bwana asifiwe sana. Kutoka hapo tu hatua ya pili. Bwana asifiwe. Yaani nataka kusema ya kwamba sikutafuta nyumba na sikutafuta hall. Kuelekezwa tu hivi nilikuwa napata kile kitu nilikuwa nimeambia Mungu. Amen. Now Mungu akaniambia the start of this year Mungu atanipa watenda kazi. Hallelujah. Now on first we had a service. Na Mungu akanitumia watu wakasema ya kwamba tumezungumziwa na Mungu ya kwamba mmoja, one of them akasema ametumwa na Mungu asimame na hiyo huduma in finances. Mwingine akasema yeye ni wa IT, atahakikisha ya kwamba by February tutakuwa tunafanya online streaming. Hallelujah. Uliza mwenzako, sio ni ishara tosha? Hallelujah. So God has been working, God has been faithful. Moro imetukubali. Sisemi imeniku, nasema imetukubali. Bwana asifiwe. So things happening, mambo ni mema na tunaendelea vizuri. Amen. Sasa nikaona at the beginning of the year I must come to my silo. Amen. For the impartation of the new year. Bwana asifiwe sana. So Pastor Beatrice, thank you. I've been working. Amen. Nigulikana ndatigire ndakwira. Kirato harukia. And I've been following you and things have been doing well. Don't thank you, all of you. By the way, and above all, thank you for your love. I have confirmed you love me even from a distance. Kuna watu wamekuwa tu wakinisalimia, expressing their love just from a distance. So thank you for loving me. Bwana asifiwe sana. Sasa ile deni niko nayo ni kwamba I feel like I should be seeing you every 1 month. Lakini sijui, but I love you so much. Amen. Ulikuwa umeniambia nishuhudie. Nafikiri nimemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Tupige mchungaji makofi mazuri. Wale ambao hawajui mchungaji Kalanja, ameenda tu juzi tu, ameenda tu. Tukajaribu kumwambia
hata alikuwa ni kama tunamkosea. Hata ungesema ni wa hapa sababu ya vile alikuwa tu anataka kuenda. And may God continue expanding that ministry in Jesus name. Natumai siku moja tunakuja huko Moro. Kulingana na venye unakaa nimemiss kuja. Mimi sina shida na weusi. Tumeshukuru Mungu kwa umbali anapeleka hilo madhabahu na kwa yale ametenda. Na kuna mtu mmoja alisema aje, you never know. Unaweza pata kanisa Molo inaweza kuwa kwa kasi sana, more than vile mtu angekuwa na expect. Say hi to Mrs. na tunawapenda. Ni vile tu hatuonanagi maybe siku kila siku, but in the spirit tunawapenda. Haya, sasa tuko kwa sehemu ya ushuhuda. Mwaka mpya na mambo mapya na ushuhuda mpya. Unasikia Pastor Karaja venye ameshuhudia shuhuda mzito za Januari. Huyu ni wakati wa ushuhuda. Tupigie Pastor Nancy makofi. Amen. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Nataka kusema ya kwamba nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana. Nimemuona akiwa Mungu na akiwa katika njia zangu. Nikikuja nilikuwa na tafakari nikitoka kwetu Katanga. Nikijiuliza hivi, ule moto watu wanakuanga nayo Disemba, Januari inaendaga wapi? Bwana asifiwe sana. Sijui kama umesawa ku experience hiyo kitu. Tukimalizia mwaka kuna kitu inakuanga yani watu kutoa ushuhuda hawasukumwi, kuenda injili hawasukumwi. Ikifika Januari huyo roho anaendanga wapi? Kuna kile kitu kimefanya nitafakari hiyo jambo. Nikaona watoto wanarudi shule, watu wanahitaji school fees. Nikaona watu wanahitaji kulipa nyumba, walitumia pesa Disemba. Nikatafakari mambo mengi sana. Na nikaambia Bwana hivi ya kwamba yani ile ilitamasisha hiyo kitu nilikuwa nafikiria. Nikaona Mukikuyu alisema hivi, hinyoro wa batagia ndegeri niguo mituragia rĩera-inĩ. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mahali nilikuwa nimeketi nikifanya jambo ingine tu ya kanisa, nikaambia Bwana ya kwamba na leo sitakosa kukuja ushirika. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ni mwanzo. Bwana asifiwe sana. Ni Wednesday ya kuanza. Bwana asifiwe sana. Hata igari ninapaga laini juu ya kila kitu, nitapagua hiyo laini kwanza nikuje fellowship. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu uliowajagia. Bwana asifiwe sana. Vile utaanza huu mwaka, Bwana asifiwe sana, hivyo ndivyo utaenda mpaka Disemba. Bwana asifiwe sana. Ikiwa utaanza na usebe, Bwana asifiwe sana, mambo yote ni kusukumiwa, kila kitu unasukumiwa, utamalizia hivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nashukuru Bwana kumuona ya kwamba mlifika mapema, muko na upendo wa Bwana, muko na upendo wa kufanya kazi ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Kesa tuliiba sana tukivukisha mwaka. Bwana asifiwe sana. Hata ule haku anaamuka aliamuka. Bwana asifiwe sana. Na tukasema hivi. Na hivyo ndivyo nataka kuambia kanisa, kwa sababu mimi nimeokoka na ushuhuda niko nayo. Tukasema hivi, mwaka ni wa tusisoge museme tena mubadilishe. Unajua watu wanaendaga hivyo. Tukichagua president, watu walisema ni Mungu amesema. Tukienda kukigia usito wakasemaje? Beatrice. Sasa wamemugeuza, sasa wanasemaje? Ni sisi tulijituma kumchagua. Bwana asifiwe sana. Angechaguliwa aje? Method ni gani tulitumia ile mliona mapepo? Bwana asifiwe sana. Unajua watu wamezoea kuambia Bwana watu ya kwamba Mungu atakuja. Mungu akuji. Bwana asifiwe sana.
Mungu anatumia watu. Bwana asifiwe sana. Ukikaa mahali pale useme ya kwamba ati sasa president atachaguliwa na Mungu. Sisi ndio tulimchagua na ni lazima tumsupport. Bwana asifiwe sana. Paka nini iishe wakati wake. Lakini mwaka tulisema mahali hapa nikaruka, nikaiba wimbo, mwingine akaruka, akasema kitu, tukiendelea wacha tufike February, wacha tufike March. Bwana asifiwe sana. Tunageuka sisi wenyewe tu. Tunasema mwaka haukuwa wa Bwana. Mwaka ni mzito. Tunaendelea na hiyo wimbo na tukimalizia tunakuaga tumekujwa sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mwaka ni wa Bwana. Bwana apate kumbariki. Nimefurahi kumuona na nikaona mko na upendo wa Bwana. Pastor Karaja na mpigianga, najua kwamba Bwana amemtendea. Nimemuona nikafurahi. Ni kwa sababu all the way tomorrow najua kwamba kuna kitu itatendeka ndani ya maisha yako. Bwana akubariki na akutende mema. Amen. Tupigie Pastor Nancy makofi mazuri. Sasa Pastor Nancy unauliza ni kwa nini? Ujue ground December inaogeaga kitu kingine. Sasa January ujue uliletewa fee structure na requirements ukaziweka chini. Sasa umezitoa. Vitabu ni textbooks na ni kununua zote. Unapata mtoto wa grade 1 anaitishwa mpaka limpepa. Na limpepa ni dhao. Roho anateremuka. Si kupenda tunapata tu ameteremuka. Lakini ni roho wako si wa Mungu. Roho wa Mungu hajaitishwa na wakati na majira, sababu ni roho wa Mungu. Kama mimi wacha hivyo unaniona nimejikausha hapa. Oi. Nalia na jicho moja nimefuga hiyo ingine. Nikijua ni madi. Bwana apewe sifa. Madi. Na mwalimu hataki kujua ulinunulia watoto nguo za Christmas. Mulitembea, mulisafiri, mukaru. Unajua hata fare huko una bargain. Mwadhani. Huko una bargain, ulikuwa umejipanga sawa sawa. Kwa nini sasa ukae hivyo ulivyo? Mimi hata nikikuja nilikuwa naambia Mungu kumbuka hawa watoto ni wako. Na sikuwa nakumbuka ni wake December ikianza. Nilikuwa napanga venye nitakibia 20 ponyoke na rongi mbili. Akisi Mungu tu atusaidie. Lakini ni wanadamu tu wanakuanga tu hivyo. Wanaenda, wanakuja, inakuwa tu hivyo. Januari ikiisha watoto kuna mwenye anaingiza mtoto form 1, kuna junior secondary na kuna grade 1. Sasa huyo mtu wako wapi? Tena mwalimu wa math aliuliza hapa ni wapi? Wewe hata wewe hapa ni wapi? Ikifika hapo kuna idaga aje? Si ni kuamini Mungu tu. Kuamini Mungu tu. Siku moja Apostle alituuliza, mnakula sikukuu alafu Januari mnakuja kupanga line hapa mkilia. School fees, school kwendeni. Kwa sorry. Tuko live pole. Hata Mungu anajuaga tunakosaga pesa Januari. Tunaendelea na ushuhuda. Kaka ile tugavika utogithie. Niweka kuruga maha. Ulisimama miaka 2 imepita. Tukiwa City Stadium si hapa. Tena ni mwaka mpya. Tunaanzana hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Najua watu wengi hawanijui. Lakini wewe umenianza tena. Kwa majina naitwa Mary Mwangi. Mimi natoka Thika. Tumetoka bali na huyu mdada. Na narudisia Mungu shukrani kwa sababu alifanya niweze kusimamaga mbele ya watu. Wakati tulikuwa City Stadium, nilikuwa nakuja najificha hivi juu nilikuwaga sikuwa najua kuongea mbele ya watu. Lakini alikuwa kila wakati ananipimia hivi.
mpaka uoga ikaisha juu nilikuwa nasimama nasikia maji imejaa kwa tumbo, lakini Beatrice ulifanya vizuri, ulinitoa mbali. Juu wacha niseme naona unyuso nyingi hawanijui, lakini mi nimeokoka, nampenda Yehova na mtoto wake, the greatest man who ever lived. Na najua Wakikuyu huwa nafurahia sana nikiwa hapa juu hii kanisa ilifanya nikuwe mtu wa kusimama, kwa sababu wakati nilikuja hapa nilikuwa na stress mingi sana, nilikuwaga stakagi, sikuwa nataka kuongea, na ndio uliona nilikuwa najificha Beatrice asinichague nitoe ushuhuda. Lakini nafurahia sana ati saa hii nasimama hata siogopi, na hata mko wachache sana. Wakati huo watu walikuwa wengi, lakini sina ubaya, na wapenda sana, na nimefurahia hii mwaka. Hata igawa siku kuja kesa nilichomeka hapa lakini imepona. Lakini nimefurahi kuwaona, na nimefurahi kuona watu wengi wenye sikuwa najua, na Mungu awatende mema, na tuendelee kuombeana, kwa sababu hii kusimama hapa haikuagi kasi rahisi. Unasikia mimi nilitolewa na Beatrice bali sana, lakini Mungu ni mwema. Wacheni tumaini huyu Mungu wetu Jehova, kwa sababu tukijiweka ndani yake mambo yetu huwa inaenda sawa sawa. Nimefurahi sana. Beatrice, umefurahi? Na riu twaruma ngoma yo ya gucindire kireru ndugoke twamekoma muno kwa jina la Yesu. Tunaendelea. Wageni wenye wametutembelea malo yao ya kwanza, unajua ni mwaka mpya, hatutaki mazoea. Wenye wametutembelea, it is the first Wednesday. Wow, naona wengi si hao wawili tu, mi naona wengi zaidi ya wawili. Sasa hebu tutoke kwa hii pira kwenda hivyo. Hata Pastor Karaja utajua ujui, kutoka hivyo tukuje hivi, kuja hapa mchungaji juu sioni niwe mundu no athie gikurumaga na ngoro juu huku. Afadhali ukae kwa hiyo jacket ya red, kama hii pira uko na huko, tutoshe hapa katikati. Haro, kama nikiwa hapa sikuoni, ujue hauko mahali ambapo pana. Kama unioni, tuende na huko. One, hapana strain kuniona, tuende hivyo. Sasa tukifanya hivyo, mami kuja ushuhudie Mungu. Na wewe ni wa kwetu, kuja tumpigie makofi. Na usiniulize ni kwetu wapi, biguni ni kwetu. Kwa hivyo kwa Mungu ni kwetu. Wakiro kuitoka huko. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Mbedhi wa Boy, adhuhuri jema, nimeokoka. Nafurahia Mungu kwa wokovu na vile alitoa mwanae Yesu Kristo kama dhabihu ya kutuosha dhambi na makosa. Leo nimetembea hapa ikiwa mara ya kwanza, na so far nimefurahi, nimebarikiwa. Pastor Karanja's wife is my cousin. Na nimefurahi kufika hapa leo. Mungu awabariki. Bwana Yesu apewe sifa. Awacha nipatie wa mwisho kabisa. Hapa tuko watu wengi, si ndio? Tulia dwege. No tuna mukulino umwe.
Unajua hata ya magini ilikuwa naona ni kama ile, lakini nimeona ni kitaba. Wewe umwele oka. Unaona? Ukaimone. Eni adhuri motioke muone ni mwega ukai muone Jesu. Eni oka muone Jesu ni mwega ukai muone Jesu. Eni ni arana kiretu na kamaturia ukai muone Jesu. Eni ukai muone uriari mwega ukai muone Jesu ni mwega. Mwathani Ngai anenehe, Mwathani arogoco. Gweciria rugewe reigwikane kila mundu haha. Mwathani Ngai anenehe muno. Hamaritwa makwa njitagwo Sara, ni nyenda Ngai ni undu wa kuhonokia. Mwathani Ngai anenehe, ngaiga maundu na me maritu ona kuhana atia kana atia. Mwathani ni arabatara kugocwo. Mwathani Ngai anenehe, nyumite itura ria Murang'a njukite gucera guku, ndokire mweri imwe ndarugeirie mwaka guku. Mwathani Ngai anenehe, na ni nyonete Ngai muingi. Mwathani Ngai anenehe, ndehetwo guku ni friend yakwa etagwo Jude, na Ngai wa moya murathime. Watu wa Murang'a oi. Tigai kuguithia. Watu wa Murang'a tupo. Unaona venye tuko wengi. Aki Murang'a kwa mwaguithia no wira tu. Aro. Kuja magi. Hivyo tu umeinua hiyo mkono. Alafu wa mwisho ni yule akona nguo ya blue plain na haina maua. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Niko na furaha na nasikia kumtukuza Kristo Yesu kwa wema wake na fadhili zake juu ya maisha yangu. Nilikuwa naona kama sina ushuhuda, lakini nimeona niko na ushuhuda ya the last 4 months. Kama 2 years ago, I was going through some issues with the Lord, and I remember I had a dream. Na nikaota ya kwamba nilikuwa shule na nikakuwa nimekuwa nje kwa muda, but I had performed very well kwa mtihani, but na nikakuwa nimeanza hata kufanya mambo mengine, but nikaona ninarudishwa shule. By then ni kama nilikuwa na A-. Nikaona ati nataka kurudishwa shule because nastahili kukuwa na a better A than an A-. So nikaona kwa sababu nilikuwa na argue out kwa ndoto. It's like I had performed very well and I've been doing other things. Kwa nini narudi shule na hata A- si mbaya? Kwa nini? It's like it's still better, I can go anywhere with the A-. Na nimekuwa nikifanya tu vizuri na hiyo A-. But nikasikia ati ninarudi shule nikuwe na a better A than an A-. And nikaona na niko kwa gari na nimeenda shule. Na nikaona nimefika kwa college. Vile nilifika kwa college, nikaintroduziwa kwa my tutor. Nikimwangalia hivi naona yeye, yani hakuna mtu akona wisdom ya kila anataka kunifundisha kama yeye. It's like there is no any other better person on earth than this particular tutor. Nikimwangalia tu ninaona yani is like he's so conversant with what he has to teach me. Kwa hivyo nikasikia kumpenda. Is like kwa hivyo huyu akinifundisha sitakosea, yani I'll be the most perfect person kwa hiyo course. Na nikaona na nikajua nitakuwa kwa shule. So me I thought it was immediately.
Na nikakaa mambo mengi yakatendeka, nikafikiria nishaingia kwa shule, lakini nilijua niko kwa shule wakati nimekuja CFC the last 4 months. Easy 4 months. And this is what happened. Sikuwa nimejua. Kuna wakati tulikuwa na worship experience, I think acha hii Thursday ile ingine. Na tukakuwa Apostle akakuwa amehubiri, tume worship na akahubiri. And those who are there, you can remember I was in that corner alone. That day ndio nilijua nimekuwa kwa shule. Because I had so many questions. Because around August, I was transferred to another school. Around July mwisho. So I was really very bitter. Na ile post ninaenda kufanya kazi nayo, ni shule ilikuwa imefungwa for almost 4 months. Na another thing, ni shule ninaenda kukuwa manager wa the institution. And I really did not want. Because I had done that work before for some years to manage an institution. A public institution for some years. Na wakati huo nilikuwa nafanya, tena hiyo shule ilikuwa na shida nyingi sana. But my desire was, wakati nilipatiwa hiyo post, my desire was to make sure that that institution stands na inakaa kama shule. Because haiko inakaa kama shule according to me. And by the grace of God, I was the best in Mathioya. My institution was the best. In finances was the best. Kwa recordings I was the best. Nikakuwa pia the treasurer of the whole of VTC Mathioyas. I was also the best. Mimi nilikuwa nakupatiaga, unaniambia unataka credit and you are the manager, maybe tunaenda mahali whatever we were doing. I was the treasurer wa the whole of Mathioya principles. Mimi ukeniambia nataka kupiga simu mahali nikupe scratch card, utanipe hiyo scratch card ni file. That is how I am. And that is me. Na wale tumekuwa na wao mnanielewa kwa sasa. Though bado itakuwa rahisi. And kwa hivyo mimi nakumbuka hata kuna wakati tukaambiwa lazima shule zetu zikuwe audited. Body kaleta auditor. Do you know, alijaribu kutafuta makosa kwa institution. Hakupata. Na akakuja akaniambia, madam, sijawahi ona kama hii. Nikamwambia na utapata. Because I had worked as a bookkeeper before in a certain institution ya kanisa. Na huko ndio nilijulia hiyo mambo yote, because our books zilikuwa zinaendaga headquarters for auditing. Kwa hivyo mimi najua tukinunua maziwa utaniletea receipt. I remember there was a kagali nilimwambia ndo kalete maziwa na muitisha receipt, na ananiambia niliacha huko kwa nini Apostle, nikamwambia you have to sign here. Najua alishangaa sana. But that is how we work. And so nilikuwa nataka kusema ya kwamba nikakuwa nimeinua shule na nikasikia nimeridhika. Na whatever was going on, nikasikia sasa this one I cannot do, I cannot go beyond this. Na nikaachia mtu mwingine shule na ikiwa na pesa na nika step down. It was not easy even for stepping down kwa sababu ya my sub-county head. Hakuwa nataka. But I just had, nilikuwa nasikia nimefanya kutosha. I wanted to just step down because of 1, 2, 3. So the same thing is repeating itself after 8 years. Sasa hii ni wahas, napelekwa shule ilikuwa imefungwa, haina wanafunzi, haina pesa, haina facilities. Kwa hivyo nitaanzia kwenda kutafuta mpaka stakeholders. Saa hiyo kitu ikakuwa imeniuma sana, mpaka nilikuwa naambia sub-county head, you know very well I don't want this job and I have not liked it for quite a long time. Nawe bado unataka nikuwe mahali pale. Unajua akaliniambia hivi, imesemekana watu wale wataki kufanya kazi ya management waende wakaresign. Nikamwambia siwezi resign because si public service inaniambia nikakue. So ni kama tukaanza kuargue out. Mwisho akaniambia unajua wewe Magi unakuwa katusumbua. Si acha tena usijulikane tena huku kwa county tena umeanza kuwa sumbua. Nikamwambia sawa. So I called Apostle, is like Apostle this job hivi na hivi na hivi. So mimi sioni, akaniambia fanya hivi because of next year just take the job. Nikasikia Apostle akuniambia kitu poa. Hakuniambia kitu mzuri. Na kukakuwa kuko na shida. Sasa ikakuwa nikakubali basi. But sasa kuingia kwa hiyo shule was another hurdle because of the former management.
Na kwa hivyo nikakuwa ninaenda nakaa siku 2 narudi Nairobi. Ninaenda ninakaa siku 2 ninarudi Murang'a, narudi Nairobi. So ni kama for a whole hiyo wakati sikuweza kufanya kazi. Kwa hivyo mara mingi nilikuwa wapi? CFC. Sikujua niko kwa shule ya miezi 4. Kumbe tu nilikuwa nimewekewa hiyo kitu ikuje nikue kwa shule sasa vizuri. Na nakwambia nilikuwa kwa shule. Huku nilikuwa saa zingine nakaa kwangu nalia. Nalia. So that particular day when I was there, nika feel kuna kitu. Nikaenda pale nikasikia kujililia. Yaani nikasikia kuna vitu Mungu ananisaidia kuninenea. Na hapo ndio Mungu akanisaidia kujua ya kwamba those 4 months nilikuwa nimefanywa nikue hapa regularly, because before mimi nilikuwa nakujaga Saturday na Sunday peke yake. Na nikakuwa hapa kwa muda mrefu kiasi. Nikue kwa shule yake. Nifanyiwe kazi moyo ufanyiwe kazi, na ndio ufike mahali uweze kuwa na stamina ya kusimama. Na nikasikia nikielezwa ya kwamba wakati nilikuwa nimeinama pale nikijiombea, akaniambia nilikuwa nakufanyia kazi. Hizo maswali zote ulikuwa unauliza, why this, why, I was working in your heart. Nilikuwa nafanyia moyo wako kazi, na bado nitaendelea kufanya. Na nikasikia ndani ya moyo wangu sasa kufurahi, kwa sababu at least nimetoboa. I did not give up, because I was almost giving up. I did not give up. Na nikafurahi ya kwamba my spirit was not crushed, because when your spirit is crushed, kurejesha inakuwa shida than your heart. So nikafurahia, my spirit was not crushed, because those days I was to cry and nilikuwa kwa basi nikienda nyumbani, Lord help my spirit that it may not be crushed. Lord help me, how do I go about it? Unajua unaanza kuuliza Mungu sasa hata mpaka njia. See, Jesus is the way. So unaanza kumuuliza, how do I go about this? Njia niende aje? Yeye mwenyewe imagine anakupeaga njia na anaenda. And with the time nikasikia hiyo kitu nimetokea kwa kichwa, ikakuwa pulled out, na nikasikia kuna amani imeniingia. And I knew at least dhukuru ule nedarekia wakati tulikuwa karibu around December, I think the first week of December, November mwisho. Ile mambo yote imekuwa ikisumbua nisikue kwa hiyo shule, it was finalized. Na sasa nitarudi kazi next week. So nataka kuambia na niwa encourage nyinyi wote. Unaweza kaa ukijiuliza, why are you here? This place is a boots camp. What mnajua boots camp? Boots camp unakuwa Kenya Army training. Kule unajua wanapitiaga kule kwa matope. Na ndio unaona wanakuwa na mahasira. Ati wakikupata kukutandika na kukuweka kofi itakuwa issue kubwa. This place is a boots camp. Na it doesn't spare anybody. Beatrice, it doesn't spare anybody. Anybody it doesn't spare. Na niseme ya kwamba hivi. Kwa hivyo nataka ku-encourage. Nimesema hivi kwa sababu sikuwa nafikiria ni ushuhuda, but I just wanted to encourage all of us who are sons of this house. Usiwahi fikiria huku kuna mtu atakubabysit. It doesn't matter who you are. Usiwahi fikiria Magi atakuja atakupiga tu kidogo na kuambia nakupenda. Mimi nimepewa upendo ya watu. Lakini ukitoka ule mlango ni wewe na shughuli zile unashughulikiwa nazo. Na anybody can be used. Kuingiza kwa hiyo matope. Na nasema anybody can be used kuingiza kwa hiyo matope. Kwa hivyo wewe ukaage Beatrice ukisema, haki matope Mungu, so unipe neema haki nitokezee pale. So unipe neema juu ukitokezea, elevation is assured. Elevation is assured. But if you give up, ile lori tuliambiwa nenda kasi wewe uruke nje, no gashokera. Pasa Karanja, no gashokera. Na najua sasa mimi kuna nilisikia kuna level nyingine nimeingia by the way. Na mimi nawaambiaga ninasikiaga nikienda. Na sasa nimeenda hapa nyingine sijui tena ni boots camp nyingine gani. But because of this experience of 4 months, nimejua kumbe hii boots camp sio mchezo. If I have to accomplish what God has ordained me to accomplish in this ministry. Hata mnajua nilifikisha 7 months. Hata nilikuwa nauliza kwani 7 months huku ndio kuna kuaga na nini ya kwenda kwa hiyo nyingine.
ile siku nilikuwa naomba hapa nitumwe Moro. From ile siku niliingia, apostle akanipokea kwa madhabahu. Na ile siku aliniombea anitume. It was exactly 7 months. Yeah, your boot camp. I also have my story, but today the story is different. Be encouraged. By the way, hata mimi ndio nafikisha 7 months na ndio narudi job. I think 7 months huku iko na it has a kwa hivyo wewe kama unaenda kufikisha 7 months wewe umekuwa kama mgeni huku. Beatrice, nacho ulitoroka lakini umerudi. But 7 months is like kuna there is huku nimekuja kuangalia ni kama na watu wengi wale wanatoka kanisa wanatokeaka the 7 months wale walikuwa leaders or anything na wale wakukaa wanapitishaga kikitu along that ni kitu nimeona juu nimeona yangu na Pastor Karanja alikuwa ameniambia nikaanza kuangalia kwa Katre na watu fulani ninajua nikaona 7 months na unajua 7 months pia iko na maana yake. Kwa hivyo I just want to encourage wana wa CFC that it is not in vain. We are just in a boot camp. After kukua kwa boot camp unapelekwa hiyo ingine, utaenda kukua hiyo boot camp ingine ya kitu hiyo ingine. Na unaenda ukipaa. Because every minister has a story. Hakuna minister ambaye hanaga story. Whether you are an usher na ukuwa umeinuka umekuwa chief usher, you have your own story. Whether you are anything or you are a praise and worship leader, umeinuka, you have your own story. Haikujagi tu hivyo. Don't I believe you have your own story? You told us you used to have a church. You are a pastor. Unajua watu hawajajua hivyo. You used to have a church. Na mlikuwa mnaendaga na Apostle Church. Watu hawajui hivyo. You have your own story. Why? Kwa sababu kuna kila kitu Mungu anafanyaga ndani ya maisha ya watu. So I just want to encourage each one of you. Don't complain. Wewe tuingia kwa boot camp, nyamazilia tu. Ni kugumu lakini nyamazilia tu. Na ndio niliambia Don the other time. Wewe don't nyamazilia tu. Wewe songo kisonga. Umeitwa kukuwa praise and worship leader. Don't worry what's around you. Wewe fuatilia. Beatrice the same. Nikamwambia wewe tu fuatilia. Wewe umeitwa kitu. Wewe fuatilia. Bora usitoke kwa position yako. Na usirudi nyuma ile watu wanaambia aligongwa na siku hizi amenyamaza. Unaweza kuwa umenyamaza lakini si kugongwa. Ni strategy unachukulilia mambo. Bwana aweza kubariki. I hope I'm blessed you. So next week I'll be going back to work. Na mkikuwa munioni sana, nitakuwa niko job. Kwa hivyo tutaonanaga Saturday na Sunday. And my name is Garrison. Juu niliona pia, acha tu niseme tu hapa, niliona kumekuwa na tofauti ya I think I'll still say it on Sunday ndio watu waweze kuelewa na niwaambie watu kwa heri because I know they will ask where I've gone. Kwa sababu saa zingine nilikuwa napata messages za Pastor Maggie zinakuja kwangu. I think watu wanamsave Pastor Maggie na mimi wananisave Pastor Maggie. So saa zingine naambia mtu hiyo sio message yangu ni ya Pastor Maggie hiyo mwingine. So nikafika mahali nikaona wacha kukue na tofauti. Na watu wengi wananitaga Garrison hata huko nje. So simunitage tu Garrison. Garrison itakuwa iko sawa na ule tunamuita Pastor Maggie. Are we together? Hata wale wamenisave Pastor Maggie, just delete and write Garrison. Praise the Lord. Amen. Wewe umemsave kama Maggie, futa. Chukua simu ufute. Uandike Garrison. Haro, lazima kieleweke. Baba nichukue, nifunze, nataka kusoma. Hakuna kitu gumu kama hizo. Kavaa gubaru. Especially in CFC. Ankia nani? Ask me, I will answer you. Bwana pewe sifa. Thukuru wigu akura kiroko raji na waini. Unasikiaga kutoroka tu. Mimi sasa ilikuwa mara ya dia. Lakini wacha nikwambie kitu moja. There is nothing good like serving God under Apostle Ndura. Hakuna kitu, lakini mwanzo unaonaga shetani, pepo, Lucifer zote.
Mimi venye Apostle alisema Sunday nilikaa like 2 months bila kujua ni yeye mchungaji wa hiyo kanisa, sababu hata sikuwa najua inaitagwa nini. Wakati COVID ilikuwa kanisa zilikuwa zimefungwa. And we used kukuja Kigosho every Friday. So tukakuja mahali nilikuwa nimetoka kulikuwa na madhokodhanio haieleweki. Sasa sikuwa iona bana nijue mchungaji wa hii kanisa ni nani, anaitwa nani. Na mimi nilikuwa najua pastors wanakaanga na suti na wanakaanga kwa ofisi. Sikuwa ipata huyo pastor kwa ofisi. Unampata anatengeneza microphone huko, speaker huko, kamera huko. Sasa kwangu I was like, who the chairman wa hii kanisa? Yule mama nilijua kwanza, nikamuuliza, na kwani huyo mnaitaga reverend wenu? Aki Apostle naomba msamaha, sababu hii utajua tu. Nikauliza huyo mama, huyo reverend wenu mnasemanga reverend wenu, kwani anakuja lini? Kaniambia hajai kosa kesha. Hajawahi kosa aje, na mimi sijawahi muona. Nikamwambia ule pastor, ule ni pastor? Akaniambia si chairman. Kwa hivyo nilikuwa najua huyu ni pastor na kuna reverend. So I was waiting for that reverend. Nikamwambia huyo mama, zile vitu nasikiaga huko mnafanyaga deliverance. Inafanyaga lini? Wednesday. Lazima nikuje niagushwe huku hapa kule. Kaniambia hapana. Ama nipatie huyo reverend na nikamwambia hapana, mistaki na baba wachungaji. Na nikakaa hivyo miezi. Siku moja akaniambia kuja Beatrice nikwambie. Kaa chini. Nikakaa chini. Unaona ule? Huyo ndiye reverend. Nikamwambia wewe, mistaki mchezo. Sitaki maudo. Aje. Kwani wewe hujui mapastors wanakaaga kwa ofisi na suti? Unapata Apostle na t-shirt na jeans. Sasa unashindwa aje sasa? Mimi sijaiona hivyo. Alafu kakuwa kuna hubiriwa, kwa hivyo sikuwahi jua. Na nilikuwa nakuja usiku, kwa hivyo sikuwahi ona bana nijue. Hata jina kanisa sikuwa najua. Akaniambia sio hivyo tu, kaa nikwambie. Nikakaa. Akaniuliza, unajua wale watu viongozi wa Mugiki? Nikamwambia si ninajua Gamaina. Apart from Maina unajua mwingine? Nikamwambia kuna mwingine alikuwa anaitwa Waruinge. Kaniambia sawa. Unaona ule? Ni Waruinge. Nilipaga vitu zangu pole pole. Nikaambia Mungu, acha nikwambie. Unakoona kujikia kwa ngoma ali. Hungenirusha namna hiyo. Na nikaenda na Friday bili siku kanyaga huko. Yule mwenye alikuwa ananipeleka ananiuliza, Beatrice kichwa chako ni mzuri. Si ugeniambia nijipeleke kwenye watu wanaendaga kutahiri, nijilete nikiwa mzima kuliko unilete hapa, labda ni siku mnapaga. Wacha huyo mama akaenda akaambia huyo reverend, ati ule mama alisema. Mimi nilikuwa naiba nakaa kwa kona. Anakuja wewe unaitwa nani? Nadanganya jina justaki. Jina yangu iwekwe kwa list ya wanao tahiri mwaka huo. Kulikuwa kubaya. Na nikasikia sasa, Mungu, kama kuna kitu baya umenifanyia ni sai. Aje sasa. Ulisikia wapi? Wacha siku moja aniambie nikuje Sunday. Siwezi. Sikuwahi kuja. Na nikakaa. Akiniuliza kwa nini napeana kisababu hakiko. Siku moja akaniambia kwa kesha, ujaribu kuenda kama hujaniona. Sasa nikasema leo ni siku njema. Asema kesho anadanganya. Unaona kukaa chini vile unakaaga chini hivi na pastor kuongea. Huyo mzee aliniweka slap sita hizo. Sasa nikasema na ni kweli it is Mugiki territory. Sasa unanigogea nini kuze? Apostle pole. Unanigogea nini? Akaniambia siku moja Beatrice utakuja kuwa assistant pastor wako. Nikamuuliza ulisikia wapi? Mimi kwetu hakuna pastor. Anamwambia gigwa no wagorukire. Pastor. Lakini kwenye nilikuwa nimetoka hiyo kitu ilikuwa
na kukawa na vita mingi sana. Sasa ile siku alinimwagilia mafuta mimi, sasa ukiniambia kwa assistant pastor hiyo ndio nini, nikaendea manual, nikaenda na kitabu na kalamu. Apostle sasa hiyo alikuwa reverend, niandikie roles of hiyo ofisi ilikuwa na kadirisha na hapo ati Beatrice urenda atia, ndenda unyandikire atiriri ndikaga atia Ngai kalitupwa na kalamu zote. Nikauliza aje sasa hizi ni mateso bila chuki. Akatupa, akaniambia kama uko na akili utoke hapa. Si kuigojea sababu ilipita tu. Kufanya kazi na apostle ni ngumu, na ni gumu, na si tafadhali. Lakini ukikuja kuitambua na kuiona, daisi ona mogyo kana taribo siedi. Ona mudu okyo adna mwiki atia, I'm here to stay. Nimewanyonyesha kidevu huko mumenifu mwadhogo tiatagano, leo nitawakalia chapati na sita tafadhali. Apostle ni Kenya tu, na mimi nitakuwa 3. Assistant commander. Unajua ni ile mnasemaga ati paka akiondoka panya anatawala. Yo. Kikiumana mtanitetea. Sasa unaona kuna watu walikuwa wamefinyiliwa. Halo. Kukaa chini ya apostle, it is the very best thing ever. Na ukisikia ni kambi ya jeshi, ni ukuja na madharaita yote. I think mimi nilikuwa tu nakuja nikiwa mimi. Na gogo naenda bio. Na ile simu apostle atakupigia ni Beatrice, nyotigete olimo. Uandika upata na ukiaga aje. Azi niuliza vizuri na venye ninaumia. Nyotigete olimo. Olimo. Yoko ina akili njega uke. Goka. Nikimaliza miezi ingine 2. Sasa hiyo nilika imetosha. Praise the Lord. Wewe kama unaenda, mimi sitakwambia usiende, enda. Sababu hakuna mtu mwenye angenizuia nisiende. Lakini sasa hivi mimi nasema hata kukue aje nilikodera. Halo. Pastor Nanze anajua. Huko hakuna kueleweka. Nitagataga na kieleweke. Zote pamoja. Tunaandamana tukiwa ndani. Sasa natumai hakuna mtu nimefungilia kwa ushuhuda, ili tuweze kusikia neno la Bwana. Masaa ndio hiyo. Hakuna. Okaire tu uko rekie ni ui tuke nigu tia kurana kudula utie muduki. Niwe maliza tukisimama kwa miguu yetu. Atashuhudia kama tumesimama. Jue tunakuheshimu. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Mary Zeli. Kama hivyo umesikia Beatrice akisema hii ni kambi ya jeshi. Mimi nimegongwa. Najua nyinyi hamuniti Mary Zeli. Mnanijua kama mtu wa tall and handsome. Ni sawa tu. Lakini kama vile Beatrice alisema, ukiitwa ni wewe unajijua na unajua ulikuja hapa kufanya nini. Mimi niko hapa kumtumikia Mungu na nitaendelea na stoki hapa. Na kama kuna mtu alikuwa mwaka isiruke kama ako hapa ni mimi. Lakini Mungu ni nani? Mungu.
Mimi nimekufa kama mara 4. Tokea nikiwa huko City Stadium. Hivyo nasikia tu nijiue, kuna hiyo roho. Kuna maroho zinanisumbuanga, zinataka nitoke hapa, zinataka nijiue. Lakini Mungu ni nani? Mwaka iliruka kama niko hapa na stoki hapa. Huku niko hata hiyo mwaka ingine, hata hiyo ingine stoki. Kabisa. Amen. Usitoroke kaa hapa. Igara gugu kwenda kume. Kaa huko. Tusimame kwa miguu yetu tafadhali. Hebu jinyooshe vizuri tu. Na tukaguthe mundu, usikoge mtu. Nimesema tu jinyooshe vizuri, pole pole. Pole 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 pole. Tidero twina murata utana tariage Yesu nerio ritware nowe mutu geithia mundu umwire ni umwende asa geithia mundu we geithia ucio ungi mugeithio kenete geithia mundu na ni kweli apostle anasemaga kweli ati geithia mundu na ndio mugeithitio geithia mundu sasa si mwangalia ukaona na mwendete ku atia muambie vizuri geithia mundu mugeithie ringi salimieni huyu kijana gai mugeithie ringi tupigie Pastor Nancy makofi anapotuletea neno la Bwana la siku ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza tunashukuru kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu na kutukuza na kuinua, maana wewe ni mfalme mwema. Na alika uwepo wa Roho Mtakatifu, mfalme mwema. Mimi ni chombo tu mikononi mwako, nitumie kadri na mapenzi yako. Na ni katika jina kuu la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Baba, nimerudi tena Yesu kukushukuru, wengine sijui ila mimi Baba ninajua unanipenda. Baba, nimerudi tena Yesu kukushukuru, wengine sijui lakini mimi ninajua unanipenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kwani mmeboeka na ni mwaka mpya? Ninulie mkono. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, ninaitwa Pastor Nancy. Umbali nimefika, imegharimu ni mkono wa Bwana. Haijakuwa rahisi kufika mahali hapa. Nasikia watu wakishuhudia vile wamepatana na mambo. Mimi siwezi ongea. One day itajitokeza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninaomba Mungu akanishike mkono, akanielekeze. Zaidi ya yote akanishindanie. Maana ameniambia ya kwamba in Colossians 1:13 and 14 that he has rescued me from the dominion of darkness and possessioned me to the kingdom of his beloved Son, in whom the redemption and forgiveness of my sins are. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninajua na nina sababu ya kumshukuru Mungu. Umbali nimefika na mahali ninaenda ninajua ni mbali. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni mimi ninapeana neno. Ninashukuru maana kusimama mahali hapa ilikuwa jambo ambayo Mungu alipanga hata kabla sijaumbika. Aliniambia ya kwamba he knew me before I was born and he intended everything. So I have to pursue it in each and every way. Bwana Yesu asifiwe. My topic today is about destiny and pillars of destiny. Bwana Yesu asifiwe. Destiny and pillars of destiny.
hatma na vipengele vya hatma. Bwana Yesu asifiwe. Nitaanza na about what is destiny. Natumaini kila mtu ako na kalamu na kitabu. Unaweza note just a point or a verse. Bwana Yesu asifiwe. Destiny. What is a destiny? Destiny is what God has prepared from the beginning, were chosen and set apart for us. Bwana Yesu asifiwe. Na ningetaka tusome katika Deuteronomy 30:19 and 20. Bwana Yesu asifiwe. Deuteronomy 30:19 and 20. The destiny for the Israelites was Canaan, not Haran. Bwana Yesu asifiwe. Even our destiny, it's eternity, not hell. Bwana Yesu asifiwe. We are waiting. I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both you and your descendants may live. Next. That you may love the Lord your God, that you may obey his voice, and that you may cling to him. For he is your life and the length of your days, that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba God has given us things to follow. Bwana Yesu asifiwe. In verses 19 anatuambia ya kwamba ameweka uhai na kifo. Na ametuambia ya kwamba we choose life. Bwana Yesu asifiwe. Na mbona wengine wana choose kifo? Praise God. So you came against the word of God. Praise God. And destiny is something which it's not automatic. Destiny is something you have to work hard for it to come to pass in your life. Bwana Yesu asifiwe. Like maybe you have met a prophet of God and prophesy to you that one day you will preach nations. Bwana Yesu asifiwe. That is something you have to work hard to have it. Bwana Yesu asifiwe. Not to relax ati niliambiwa nitaenda mataifa. How? You have to work for it. Moreover, you have to be very, very prayerful. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Now, I will highlight about 10 pillars of destiny. Pillar number 1, self-discovery. Self-discovery. Self-discovery is a form of deliverance. There is a person in Bible, we can read Genesis 6:12 and 13. It's about Gideon. Gideon knew himself like just a weak and a mere man. Bwana Yesu asifiwe. But the Bible says that an angel appears to him and give him the weapon of discovery, so that he may know that he is the mighty man of war. Bwana Yesu asifiwe. And the angels of the Lord appeared to him and said to him, the Lord with you, you mighty man of valor. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba malaika alimtokea na ujumbe, akamjulisha ya kwamba wewe si jinsi unavyojiona. Wewe, you are the mighty man of valor. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wetu hapa, they are very mighty, but wanajidharau. Wengi sana wanajidharau. Wanaona tu wale ni watu wa kawaida. Hawataki kusikia ya kwamba wale ni watu wakubwa. Maana wakijiangalia kwa kila dimension, wanajidharau. There is another person in the Bible who is Saul. Saul, when he has encountered Samuel, he discovered himself as a desire of Israel. Bwana Yesu asifiwe. There is also other people in the Bible who received the weapon of discovery. They are Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Bwana Yesu asifiwe. Self-discovery is the greatest pillar
for your destiny. When you discover whom you are, definitely you will change your choices. Bwana Yesu asifiwe. The next pillar is focus. Focus. Focus, you have an ability to continue the course. Know where you are going, put your energy to it. Bwana Yesu asifiwe. Focus, you have to have an ability to put power, more strength on the course. Kama unajua uko CFF focus. Hata ikuwe ni milima, focus. Ikuwe ni vita, focus. Like in the Bible, there's somebody who was called Joseph. Joseph was a man of focus. He knew he had a purpose to overcome everything for him to reach to the destiny. Bwana Yesu asifiwe. Also, we can read in the book of Philippians 3:12. Hallelujah. Not that I have already attained all, I am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Bwana Yesu asifiwe. Yes, we have to strain to get hold on what Christ has gotten for us. Bwana Yesu asifiwe. The third pillar is dedication. Give yourself fully to God for you to have an achievement. Bwana Yesu asifiwe. You give yourself fully to God for you to have the achievement. Make a cry to God like Jabez to change your name. Bwana Yesu asifiwe. You have to dedicate yourself unto God. Jitoe kwa Mungu. Serve this God full-heartedly. Kama haujajiachia chochote, because you will get achievement. But if you do, leo ni huku, kesho ni huku, ule mlima utauzunguka, but you'll come back to dedicate yourself. There is no shortcut in the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Another pillar is choice. Have your choice. A positive choice adds up your life and future positively. Bwana Yesu asifiwe. Ukichagua jambo ambalo ni njema, utazaa matunda mema. Praise God. Lakini ukichagua mambo ya kombo, malipo ni kombo. Praise God. It's good to focus and always have the positive mind. If you see your friend, if you meet a friend, even if in this church or anywhere, always have a positive mind. Praise God. We also can read, another pillar is sacrifice. Sacrifice, dhabihu. Tumefunzwa sana katika hili kanisa about the sacrifice. Mimi kabla sijakuja mahali hapa, sikuwa najua kuna sacrifices za mambo mingi. Nilikuwa najua sacrifice ni moja tu, unaita tu sacrifice, but haina jina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa muda ambao nimekaa under the apostle, nimejua mambo mingi. I have raised several sacrifices. Na nimeona kuna mahali ninaenda. Sacrifice we can read about on Romans 12:1 and 2. Sacrifice, its ability to share precious for future. Bwana Yesu asifiwe. You can read. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kutoa dhabihu, kujitoa kwa Mungu, ndiposa ukaweze kukubarika. Ile dhabihu unainua sahi, it will determine your future. Bwana Yesu asifiwe. It's good always to sacrifice yourself. Sana sana wewe mwenyewe, your body, because your body is the temple of the Holy Spirit. Ukijitoa maybe hauna kitu, but ukijitoa wewe mwenyewe,
hiyo ni dhabihu ambayo inakubarika. Bwana Yesu asifiwe. Another pillar is vision. Have vision. Vision is an instrument of deliverance. It is the ability to see the end from the beginning. It is an ability to see the end from the beginning. Visions ni Mungu hupeana. Na anaweza kupa vision ambayo will come to manifest in some years to come. So, ukaona vision haitimi. You have to pray more and more. Because lazima itakuja kutimilika. Maana Mungu si binadamu akadanganye, ni lazima itatimilika, lakini kutalingana na vile utajitoa, vile utaombea. Bwana Yesu asifiwe. We can read the book of Proverbs 12:18. Hallelujah. Praise God. There is one who speaks like the piercing of a sword, but the tongue of the wise promotes health. Next. The truthful lip shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. Bwana Yesu asifiwe. So, you have to have visions in our lives for us to be aligned according to the purpose of God. Bwana Yesu asifiwe. Another pillar is keeping boundaries. Keeping boundaries. There is one person in the Bible who is Daniel. Daniel, he decided to keep his boundaries and protect the temple of the Holy Spirit, which is himself, not to defile himself with the wine and the food from the table of the king. Bwana Yesu asifiwe. So it's good to keep boundaries. Weka boundaries kwa maisha yako. Not everyone has to guide you. Unaambiwa enda hivi, unaenda, of which unajua umeenda vibaya. So always keep your boundaries for you to have an achievement. Bwana Yesu asifiwe. Another pillar is understand and align in the perfect will of God. Understand and align in the perfect will of God. God's will to us is good, pleasing and giving us inner peace. Bwana Yesu asifiwe. That God's will is always good into our lives. Anasema ya kwamba he has good plans. He always has good plans for us. Plans just to give us hope in the future, but not to harm us. Bwana Yesu asifiwe. So it's always good to align to the perfect will of God. Another pillar is deal with your past. Deal with your past. The only way to do away with your past is just to have a change. The only way to put away with your past is just decide to change. Bwana Yesu asifiwe. Past has an ability to haunt your future. If you dwell with your past, you may not capture your destiny. Bwana Yesu asifiwe. So ni vyema uachane na yaliyopita. Saa hii tuko 2024. This is another year, another love victory. Achana na 2023. Ilipita. Nilisikia Apostle akisema kama kuna prophecy ulikuwa umepewa za 2023 na hazikuvuka, hazikukuwa manifested, futa, andika zingine. Maana God is a God of another chance. Bwana Yesu asifiwe. We can read in Isaiah 43:18 and 19. Hallelujah. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I'll do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it?
I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo verses imeji-explain vizuri sana. That you gonna hold, that he is doing new things. New things, and he will make roads in the wilderness and rivers in the destiny. After doing what? After bearing your past. Bwana Yesu asifiwe. Another pillar, and the last one, is cooperate with God. Cooperate with God. We can read Jeremiah 18:2 and 4. Cooperate with God. Jeremiah 18:2 to 4. Arise, go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my word. Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter, so he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. Bwana Yesu asifiwe. These scriptures teach us about how we can cooperate with God. Mungu akituma Yeremia kwa nyumba ya mfinyanzi, alikuwa anataka kujua if he can cooperate, if he can obey the voice. Maana alienda pale kuona jinsi the pot is being made, from the first process and to the last process. Bwana Yesu asifiwe. If God send you somewhere, cooperate. Hata kama unaambiwa ukafanye jambo kubwa, like for the prophets, that is a difficult assignment for the prophets. Kuna kitu unaweza tumwa ushindwe kama niwe utaderiva, but you have to deliver for you to cooperate with God. Bwana Yesu asifiwe. I want to highlight, where can you find your destiny? Where can you find your destiny? Bwana Yesu asifiwe. Number 1, you can find it in the word of God, reading the word of God. You can read Revelation 12:11. Hallelujah. And they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives to the death. Bwana Yesu asifiwe. We can overcome him by the blood of the Lamb. To overcome who? The devil. Bwana Yesu asifiwe. It is for the glory of God to conquer the battles. Si mapenzi ya Mungu tukashindwa vita. Ati unasikia mtu akisema nilishindwa. No, that is not the will of God. The will of God is we gonna conquer every battle in our lives. Also Jesus defeated the devil by the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alitoka mlimani, alimshinda shetani kwa ajili kupitia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. The next point is through serving God. Through serving God. When you serve God, you hook to your destiny. When you agree to serve God, you hook yourself to destiny. You can also read Colossians 3:23-24. And whatever you do, do it heartily, as so the Lord and not to man. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. For you serve the Lord Christ. Bwana Yesu asifiwe. We have to serve our God wholeheartedly. Whenever you serve God wholeheartedly, you hook yourself to your destiny. Userve wholeheartedly. Si userve ukijua
God doesn't love hypocrisy. He loves somebody who is fixing his eyes onto him. Bwana Yesu asifiwe. Another point is word of prophecy. Word of prophecy. We can read in the book of Luke 1:30 and that one. This is the story about the Mary, mother of Jesus, and how she pursued the prophecy until the Christ was born. Bwana Yesu asifiwe. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus." Bwana Yesu asifiwe. Always learn to obey and pray for the manifestation of prophecy. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mary malaika alimtokea na kampa ujumbe, that is the prophecy. I think it was a very difficult assignment for her to hold, but she could pray that God gonna help her to overcome it. Bwana Yesu asifiwe. Another point is in your own ability. Through gifts, you can receive your destiny. In your own ability, through gift. This is a story about Joseph. You can read the Genesis 41, 14 to 16. Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him quickly out of the dungeon, and he shaved, changed his clothing, and came to Pharaoh. And the Pharaoh said to Joseph, "I have had a dream, and there is no one who can interpret it. But I have had it said of you that you can understand a dream to interpret it." So Joseph answered Pharaoh, saying, "It is not me. God will give Pharaoh an answer of peace." We can go to 37. That is verses 37 to 41. So the advice was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. And Pharaoh said to his servant, "Can we find such one as this, a man in whom is the Spirit of God?" Then Pharaoh said to Joseph, "In such much as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you. You shall be over my house, and all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you." The last one. And Pharaoh said to Joseph, "See, I have set you over all the land of Egypt." Bwana Yesu asifiwe. You see how gift can make you to eat in the table of the king. Bwana Yesu asifiwe. Joseph received all this honor because of interpreting the dream of a king. Bwana Yesu asifiwe. Interpretation of dreams is a gift from God. And the gift of God can position you in a place you cannot imagine. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Praise God. I want to highlight 3 things that you're supposed to know for you to capture your destiny. 1, discover and find place for you to connect to your destiny. Discover and find your place for you to connect to your destiny. The second one, know whom you are and your right position. The third one and the last one, pursuing your dreams. Pursuing
your dreams. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Mmenyamaza. Praise God. Praise God. I'm very happy. I want us to rise on our feet. The second one is know whom you are in your right position. Know whom you are in your right position. The third one is pursue your dream. Pursue your dreams. Bwana Yesu asifiwe. I want us to rise on our feet. Just take a moment before your Lord. Tell him to help you to connect your destiny. Tell him to teach your way, to teach you his ways, instruct you on the way to go for you to capture to your destiny. As I welcome the pastor, Beatrice, to continue. Father, I worship, glorify your name. I give you glory. This far I worship your holy name. Fungua kinywa chako uweze kunena na Bwana. Nena na Mungu, nena na Mungu. Asante Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Wacha kuomba, it's like you are whispering. Talk to God. Yes. Sababu ya neno lako Bwana, na likafanye kazi sawa sawa na mapenzi yako ndani yetu kwa jina la Yesu. Hallelujah. Tamani kufikia hatima yako kulingana na vile neno la Mungu limesema. Wapia Bwana tu akusaidie. Kwa jina la Yesu. In Jesus name. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Najua kuna mtu anaangalia nauliza kwani Apostle hayuko. Bwana apewe sifa. Wangapi walikuja kukutana na mchungaji? Mimi niko hapa nitakuelekeza. Wangapi walikuja kukutana na mchungaji? Whoever came to see Apostle, yeah, you will see him after this. Usijali. Feel free. Utamuona. Bwana apewe sifa. Kama ulikuwa umekuja kwa ibada ya ukombozi, it is not Apostle who delivers. It is God himself who delivers. Kwa hivyo naomba usikubali kutoka na ule mlango kama moyo wako umeinama sababu sijakutana na mchungaji. Lakini ukiamini ya kwamba utatoka na ule mlango na ukombozi wako, kwa hakika utatoka na ule mlango na ukombozi wako. Bwana apewe sifa. Ategemeaye mwanadamu amelaaniwa, lakini anayemtegemea na anayemtumainia Mungu, haleluya. Kwa hivyo nataka tufanye kitu moja. Nataka ushike bahasha yako. I think ulikuwa umepatiwa bahasha. Kama ni sacrifice ulikuwa unatoa. There was a time watu walikuwa wanasema
sababu apostle hayuko, mimi sitatoa sacrifice. Autoi sababu ya apostle, my friend. Unaweza kuja nayo upige magoti hapa na uambie Mungu, hii sacrifice naitoa ni kwa sababu ya 1 2 3, na Mungu asikie na atimize. Bwana apewe sifa. I wish you know the power in this altar. Haungewahi panga laini kuona mchungaji. Sisemi isipangwe, kwa hivyo usinitusi kimoyo moyo. Sisemi isipangwe, hata baada ya hii tunaipanga. But naomba ushike sacrifice yako kwa mkono. Unajua the reason as to why you are giving that sacrifice. Bwana apewe sifa. Sababu uwezi toa sacrifice blindly. Na hata apostle alisema usikai toa sacrifice kama hujaipatia jina. Kwa hivyo I know you know the reason as to why you are giving that sacrifice. And I want you to take your time. Unene hiyo sacrifice. Usitoe tu. Na ikiwezekana, Roho wa Mungu Jumapili alisema kama tunapiga magoti hapa ni kutoka kwa ile kona na ni hapa chini, si juu. Hiyo ingine ilikuwa wapi? Mistaki mtu atupwe nje wapi? Mpaka kwa ile kona. Kwa hivyo hapa hivi tunaweza piga magoti hapa. Na ukiweza uiombee ukiwa mahali upo. Uinene, uambie Mungu, I'm giving this sacrifice because of 1 2 3. Na uamini Mungu ya kwamba atatenda sawa sawa kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo naomba ukiweza njoo hapa mbele upige magoti kwa hii altar. It speaks a lot. It has everything that we need. Iko na ukombozi wowote ule tunaohitaji. Nenea hiyo dhabihu. Inene na uambie Mungu haja ya moyo wako ni gani. Atakana kwamba unaitoa ni kwa sababu ya mtu fulani. Ikiwezekana andika hilo jina la huyo mtu juu ya hiyo bahasha. Tunapoabudu Bwana, wewe usiimbe, wewe omba. Na uaminie Mungu ya kwamba kupitia hii sacrifice ninayotoa kwa sababu hii na hii na hii, it is well and it shall be well. Kwa jina la Yesu. Iombe uinene. Natumai wiki yote na mwezi huu wote wa Januari tutakuwa tunapeana sacrifices zetu za maisha yetu, biashara zetu, kazi, kila kitu. Ya watoto wako watolee dhabihu mwaka huu. Utakapo watolea dhabihu maisha yao na masomo yao mwaka huu, hautangangana, lakini utaona nguvu za Mungu. Kama si sacrifice, uko na sadaka, iwekelee kwa madhabahu bado. Ukiaminia Mungu ya kwamba it is well and it shall be well. Kama unatoa sadaka yako na sacrifice yako na simu, we have the numbers kwa ukuta. Na uangalie ile imeandikwa Crusaders for Christ Ministries, sababu kuna zingine za Besma and toa sadaka yako ukijua umetolea Mungu. Naya inua, unibadilishe, unibariki, baraka zako hazina huzuni, ni za kudumu milele. Amina. Macho yangu nayainua, unibadilishe, unibariki, baraka zako hazina huzuni,
za kudumu milele. Amina. Baba naomba, Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba, Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Ukabadilisha Yakobo jina, ukamuita Israeli. Baada yake ni kubarikiwa, nami naomba kubarikiwa nawe. Baba naomba, Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba, Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Tusimame kwa miguu yetu. Haleluya, haleluya Bwana, tunatamani kubarikiwa na wewe Mungu kupitia kwa saka zetu na sadaka zetu Bwana, na fungu zetu na dhabihu ambazo tumetoa mbele zako. Tunatamani kufunguliwa na wewe Bwana kwa nguvu zako Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu.
ndiwe mwanzo tena mwisho. Simba wa Yuda utashindwa, sauti yako